ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani kipenzi chetu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuendelea na tafsiri yetu ya Qur'an al-Karim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia katika kitabu chake kitukufu, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, wala usiyafuate ambayo huyajui, lakini uyathubutishe na uyahakikishe. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma kwambia katika hii, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu, akwambia la tashhad, usitoke ushahidi, usishuhudie jambo lolote, illa bima ra'at aynaka, isipokuwa yale macho yako yameona jambo lile. Sio utoke ushahidi tu wewe kwa jambo hukuliona, hapana. Toka ushahidi kwa jambo umeliona. Wasami'atuhu udhunaka, masikio yako yamesikia, yalisikia. Wa wa'ahu qalbuka, na moyo wako ukapwekea, ukahifadhi. Ndio kwambia usiseme ambalo hulijui. Ndio Qatada asema, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu, la taqul ra'aytu wa lam tara, usiseme nimeona na ili hali hukuona. Sema uliloliona, ambalo hukuliona usiliseme. Wasami'tu, na ukasema nimesikia, wala mtasma, wala ukawa hukusikia. Ikiwa hukusikia jambo usiseme, sema ulilosikia. Waalimtu walam ta'lam, na ukasema najua na ili hali hujui. Sema unalolijua, ambalo hulijui usiliseme. Kwa sababu ikhwatul aizza, Mwenyezi Mungu atuambia, inna sam'a, masikio ya mtu haya, wal basara, na macho, wal fuada, na moyo, kullu ulaika kana anhu mas'ula, zote hizo zitaulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani mwanadamu sayusalu yawma alqiyama an hawasihi, mwanadamu atakwenda kuulizwa siku ya Kiyama na chambuzi zake alizozitumia. Chambuzi: masikio, mato, moyo, mkono, zile chambuzi. An sam'ihi, taulizwa masikizi yake, wa basarihi, na macho yake, wa qalbihi, na moyo wake, wa ammaktasabatuhu jawarihuhu, na yale yaliyochuma viungo vyake.
zote utaulizwa. Taulizwa mwanadamu kuhusiana na masikizi yake, masikio yake uliyatumia vipi? Aliyatumia kwa njia anayotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa njia nzuri, atakwenda kulipwa mazuri kwa vile alivyoyatumia yale masikio yake. Macho, atakwenda kuulizwa mwanadamu, macho aliyatumia vipi yale macho yake aliyompa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Aliyatumia kwa njia nzuri ile anavyotaka Mwenyezi Mungu, basi atakwenda kulipwa mazuri. Moyo wake atakwenda kuulizwa, ulikuwa ukipokea nini? Aliutumia vipi? Aliutumia vizuri, atalipwa vizuri. Na kinyume cha hayo ni kuwa akiwa alitumia vibaya viungo kama hivi, basi atakwenda kulipwa mabaya. Mwanadamu atakwenda kuulizwa kuhusiana na masikio yake, macho yake na viungo vyake. Aweza akakataa vile viungo, vitatoka ushahidi kwa mwanadamu kama ule. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akituelezea mwanadamu ni mtu mkaidi, ni mtu wa kupinga, ni mtu wa kukataa. Utakataa vipi na ushahidi utatokana na wewe mwenyewe mwanadamu? Vile viungo vile vitatutokea ushahidi, viungo hivi kwa vile ndi tulivyovitumia. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum, siku ambayo zitawatokea ushahidi kinyume na wao vile ndimi zao ya yale waliokuwa wakiyatamka. Wa aidihim wa arjuluhum, na mikono yao na miguu yao, bima kanu yaamaluna, kwa yale waliokuwa wakiyafanya. Kwa hiyo mwanadamu tu askari wako katika mwili wetu wenyewe, ni lazima tujitunge. Usifikirie kwamba tutayafanya mambo yatamalizika yawe ndio basi. Haya yote tutakwenda kuyakuta ikiwa tulitumia viungo wetu kwa njia nzuri, basi tutakwenda kupata mazuri, na ikiwa tumetumia viungo wetu kwa njia mbaya, tutakwenda kupata mabaya. Usiona jambo umeona, sikuona, siwezi kusema mimi sikuona, mimi sikushuhudia, mimi sikusikia. Kina utahuda sisi nimesikia kumesema kadhaa unasikia kadhaa, sivyo, ni makosa. Tutakwenda kinyume na sheria. Jambo nimesikia, nilisikia, sikusikia, mimi sikusikia, niliona, sikuona, nadhania. Wajua nadhani ni yeye tu, makosa. Ya ayyuhalladhina amanu jitanibu kathiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm. Hakuna kudhania, hakikisha, uthubutishe, ndipo hapo utoe uamuzi, useme. Sifikiria kwamba utandania mtu, aondolie mtu, useme mtu mrongo, umfanyie kinyume, kwenda ukatoka ushahidi wa urongo na si kweli, ikiwa basi hata pengine hutafuta pambo la dunia, pengine umepewa kitu cha dunia, uende kinyume na mwenzako ukatoka ushahidi ambao sivyo vile ulivyo.
Jua ni majukumu mbele ya Mwenyezi Mungu. Usifikie haya kwa Mwenyezi Mungu hakupetei kitu. Kila kitu kimehifadhiwa na kila mmoja atakwenda kupata haki yake inavyopasa basi na kudhulumiwa. Lazima tujihifadhi. Hebu angalia leo, takuja mtu anambia, unajua fulani mtu mbaya sana. Yule si mtu bwana, ule si binadamu. Mimi najua, niamini mimi. Sasa na mimi nishike moja kwa moja. Niko nameona basi si mtu, ukimwona mimi sitaki kumsalimia, nikasirikia nini tena uchangazia ule si mtu. La, ni wajibu wangu nithibitishe huu ni mtu kweli au si mtu kweli. Amekwambia yule bwana kutaja vibaya, yule bwana sijui una chuki gani na wewe, anasema hivi na kukutangazia hivi na hivi, mimi shike tu. La, ukitaka ombe haya sasa, wewe umeniambia hayo maneno, nimwite yule bwana mbele yako, utasema kama ulivyosema, uangalie. Atakubali, atakwambia basi wewe kiwa umeamini shauri yako, wala msitaki tena maneno yako, ndio maisha yako, sitaki maneno yangu. Lazima Muislamu utungwe, ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, akiwajilia nyinyi mvundifu, ule mvundifu mwenye kuvunda akiwajilia na habari yoyote, chunguzani na muithibitishe ni kweli ama ni kweli hiyo habari. Lakini sio tushike mtu pengine una chuki na yeye, ana shida na yeye, huenda kwa mharibia jina lake kwa huu na huu. Si sawa mimi kuyakunambia maneno leo nikashika na nikapigwa chuki. Mwambie nimeyasikia yako, nataka nisikie na upande wa pili. Huu ndio dini ya Kiislamu iliyo sawa, yaenda na sawa, ikhwatul aizza. Kwa hivyo viungo, masikio, macho, moyo, lazima tuhakikishe tunayoyasikia tumeyasikia vipi, tuliyaona vipi, tumeyapokea vipi, kwa sababu hizi zitakwenda kuulizwa kesho mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio utaona ule sahaba Shakal bin Humayd radhiyallahu anhu asema, nilimwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam, faqultu ya Rasulullah, nikamwambia Mtume wa Mwenyezi Mungu, allimni ta'awudhan ata'awadhu bihi, nifundisha mimi dua nijilinde kwa dua hiyo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Qala, Mtume akasema huyo Shakal, fa akhadha bikafi, akashika kitengele changu Mtume, waqala, na akanambia qul, sema. Alileta dua hii, akamwambia sema hivi, Allahumma inni a'udhu bika min sharri sam'i wa min sharri basari wa min sharri lisani wa min sharri qalbi wa min sharri maniyi, yani farjahu. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa Nasai. Hii dua hii ndio alimwambia Mtume aseme hivi, kumwambia Shakal bin Humayd alipomwambia nifundisha mimi dua nijilinde kwa Mwenyezi Mungu na dua hiyo, akamfundisha dua hii, anasema Allahumma inni a'udhu bika min sharri sam'i, yani ewe Mwenyezi Mungu, mimi najilinda kwako wewe na kila lile uliloharamisha mtu asilisikize kwa masikio yake. Kila jambo ambalo Mwenyezi Mungu ameharamisha kusikiza jambo lile, basi nilinda nisisikize, na ambalo huridhiki na jambo hilo wewe. Kama bahala
anakufuriwa, kuna kufru billahi, ukawa huenda kusikiza maneno kama ile ya watu kumkufuru Mwenyezi Mungu, kusikiliza usengenyaji. Usengenyaji Mwenyezi Mungu ameharamisha. Wala yaqtab ba'dukum ba'dha, msengenyane. Ukawa wewe umesikiza mtu usengenya na wewe umekwenda kukaa masikio yako wayatumia kuyasikiliza mambo aliyoharamisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wanamima fitna, kwenda kusikiliza fitna. Walkadhib, kusikiliza urongo. Wazur walbuhtan, puzi. Sikiza nyimbo ambazo muharrama, zilizoharamishwa. Yani ujilinde kwa Mwenyezi Mungu, kuyalinda masikizi yako yasiende kusikiliza jambo lolote liloharamisha Mwenyezi Mungu. Angalia mwanadamu ajua hili ni sawa na hili si sawa. Jambo ameharamisha Mwenyezi Mungu, katika kusikiza usisikize jambo lile. Takuwa umehifadhi masikizi yako na mambo aliyoharamisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha kwamba min shari basari, unilinde nisiangalie mambo uloharamisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kila jambo ambalo Mwenyezi Mungu na mtume wake ameharamisha jambo lile kuangalia, tuhifadhi macho yetu tusiangalie mambo kama yale. Ndio kuangalia wanawake ambao si maharimu zetu, kuangalia wengine watoto wadogo kama miaka 7, 8, 9, 10, watoto wa kiume. Makosa, mambo ya liwat, kuangalia liwat, ushoga na kutaka manake mambo haya naudhu billahi min dhalika yametapakaa. Lazima Muislamu usimame msimamo wa Kiislamu, twende mwendo wa Kiislamu, tusimamishe mambo ya Kiislamu. Kila upuzi ambao haustahiki kuangaliwa tuapukane na upuzi kama ule. Kwenda kutangamana, wanawake wanaimba nyimbo, sikiza nyimbo na matangamano na haramu na upuzi, macho takwenda kuulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tuangalie yanayofaa kuangaliwa, tusiangalie ambao hayafai kuangaliwa. Wa min sharri lisani, sema na unilinde na kila uliloharamisha mtu kulitemka kwa ulimi wake. Mungu ameharamisha jambo hili, haifai kulitemka, unilinde nisitemke na jambo kama lile. Kama urongo, Mungu ameharamisha urongo, lakini urongo leo umekuwa chakula chetu. Mwenye biashara, mwenye kufanya kadhaa, mwenye kutoa ahadi, mbaba, mama, mwalimu, ni shekhe, ni nani, urongo umekuwa ndio chakula chetu sisi. Haendi mambo yetu bila urongo, na ambapo kwamba Muislamu si sifa ya urongo, si sifa yake urongo. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin, uwe pamoja na wakweli, kwa sababu dini yetu ni dini ya ukweli, si dini ya urongo. Ikiwa ilikuwa dini ya urongo, haingalitapakaa ulimwengu nzima. Na mimi nimekuwa ni Muislamu, nimekubali kuwa ni Muislamu, lazima nikubali niwe kweli. Sema ukweli, ukweli kitu muhimu. Leo urongo, sisi utamwona mtoto amekuja madrasa, madaris zimewekwa kufundishwa watoto akhlaqi nzuri, tabia njema. Mtoto kama leo utamwona, mbona jana hukuja? Jana mbona hukuja? Atakwambia mimi nilikuwa mgonjwa. Ulikuwa na nini? Nilikuwa na homa. Pengine umbane ule mtoto, sema kweli. Ikiwa utasema kweli, basi mimi sitakupiga.
Ule msasa basi ngoja nikwambie kweli. Sikuwa mgonjwa. Kwa nini? Nilikwenda kushinda kwa nyanya yetu. Mbona kunambia hivi? Mamangu amenambia au babangu amenambia, nikiulizwa nimwambie nilikuwa mgonjwa. Hebu sasa tumesaidika vipi? Mtoto ameletwa kuja kwa mafundisho akhlaki za Kiislamu, nyumbani akaenda ufundisho upigwa mtaimbo kwamba wafuata hii, siseme kusema urongo, usiseme ukweli. Kaifa yablughu albunyanu makanahu, vipi jengo litafika mahala pake? Anta tabni, wewe wajenga, wa akharu tahdimu, na mwingine huvunja. Ukijenga yule huja kuvunja, ukijenga yule huja kuvunja. Jengo litafika mahala pake? Ndio udhaifu sisi tulionayo, ikhwatul aizza. Urongo. Mtu anauza biashara tena ape na viapo, wallahi bwana mimi sina hata faida hata ndororo. Kweli una ndororo ungaliuza, ungalikuwa huko hapo wauza wewe, ungalikuwa unashafunga biashara za kitambo, ushafunga virado vicha kitambo. Sema la, pesa kadhaa ukitaka nunua, utaki basi. Kuna mambo ya viapo. Wala kusema ya urongo, mimi bwana faida ndogo kupata, sina faida hapo, haitaki. Walghiba, kusengenya, wanamima, kutia fitna, wasabi, kutukana, walqadhfi, kusingizia. Nilinde na ulimi wangu na mambo kama haya. Wa min sharri qalbi, na unilinde na shari ya maovu yaliyoko moyoni mwangu. Moyo umebeba maradhi mazito, kanifaa, kama unafiki. Moyo wangu usafishe na sifa ya unafiki, ile ni sifa ya Uislamu, sifa ya imani. Wal hasad, uniepushe na moyo wangu na hasada. Hasada ndio maradhi yametapakaa tulionao sisi. Matajiri kwa matajiri husudiana wao kwa wao, mashekhe kwa mashekhe husudiana kwa wao. Si wana kwa bahati mshekhe mbese darasa hapa ukafikiria mimi moyo wangu safi. Sisi kwa sisi wale mashekhe husudiana wao, huyo hampendi na huyo hampendi, illa man rahima rabbi, ela alomrehemu Mwenyezi Mungu. Lakini aktharuna, wengi wetu ni hivi, matajiri kwa matajiri kwa wao, masikini kwa masikini wao. Masikini kwa masikini husudiana, masikini kwa masikini husudiana, hawapendani. Ndugu kwa ndugu, famili hii hapendi husudu famili hii. Na hasada ni kitu kibaya. Hasada ni kutamani neema ya mwenzako iondoke kabisa. Wewe huna na yeye kuna ile kutamani, kwa sababu natamani na mimi anipe kama aliwompa fulani. Hii si hasada, hii ni ghibta, hii yafaa. Hasada ni ile kutaka kusema natamani neema ile ya mwenzako awe haondokewe, ndio kwa utaka wewe furaha yako, na ndio moyo wangu. Hii ndio hasada, hii zawalu tamani, zawalu neema, kutamani kuondoka neema, na ni kitu kibaya sana, kiovu. Na hasad ni hasid, ni nchu mbaya, na tumetahadharishwa Waislamu sisi kuhusudiana. Maradhi kama haya yametapakaa, tusafisheni nyoyo zetu kuepushana na maradhi, kuepukana na maradhi kama haya. Angalia hasid alivyo mbaya. Aliambiwa ukiomba ziwili na mwenzako akaomba, wewe utapewa kimoja, mwenzako atapewa ziwili. Omba ile utakalo, omba wewe vile utakaoomba wewe, lakini ulioomba utapewa kimoja, mwenzako atapewa ziwili. Ule hasidi akafikiria, kila akifikiria kiomba nyumba nitapewa moja, mwenzangu atapewa mbili. Nikiomba gari mwenzangu atapewa mbili, mimi nitapewa moja. Mfanye nini sasa? Akamwambia basi
naomba nichobolewe jito. Sasa kwa sababu akichobolewa jito, atachobolewa jito moja, mwenzake atachobolewa majito mawili, itakuwa mwenzake amekwisha hana nini. Ndio hasada huenda kupelekea mtu mpaka hivyo. Ikhwatul aizza, walhiqdi, chuki, wariya, kujionyesha, walkibri, kibri, wa suu dhanni, wa min al-i'tiqadat al-fasida. Yani hili dua muhimu mtu awetaomba, ikhwatul aizza, kujilinda na viungo wake na mambo kama haya. Wa min sharri manii, amwambia Mwenyezi Mungu unilinde, unihifadhi na shari ya uti wangu, nisende nikaweka uti wangu mahala ambapo si halali, katika mambo ya zina, waliwat na mangineo. Tena hii ni dua aloomba sahaba kumuomba Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama amfundishe, na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama akamfundisha dua kama hii. Wala tamshi fil ardi maraha, Mwenyezi Mungu asema wala usitembee katika ardhi maraha, kwa maringo. Watembea kwa maringo, kwa kujiona, kwa kibri. Innaka lan takhriqa al-ardha, wewe hutoweza kuipasua ardhi. Namna utakapokupiga miguu yako na kwa kujiona huko tembea, huwezi kuipasua ardhi. Wala tablugha al-jibala tula, wala huwezi kuyafikia milima urefu wake. Namna utakapojiona na kujinini, huwezi kufikia urefu wa milima. Hapa tukatazwa mtu mambo ya kibri. Kibri ni kitu kibaya, ni sifa mbaya kwa Muislamu, kwa mwanadamu, haswa kwa Muislamu. Kujiona. Kibri vile alivyoeleza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadithi ya Mas'ud radhiyallahu anhu kutoka na Muslim, Mtume asema la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibrin, hatoingia peponi yule atakayekuwa moyoni mwake ana chembe za kibri. Wata kibri, ana chembe za kibri, hatoingia peponi. Faqala rajulun, akasema mtu kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna rajula, hakika ya mtu, yuhibbu, anapenda, an yakuna thawbuhu hasanan, anapenda nguo zake kuwa nzuri, wa na'luhu hasanatan, na viatu vyake viatu vizuri. Qal inna Allaha jamilun yuhibbul jamala, Mwenyezi Mungu ni mzuri, apenda mazuri. Manake mwambia, je, ikiwa mtu amevaa nguo nzuri, amevaa viatu vizuri, mtu apenda, huwa ni kibri? La, hiyo si kibri. Mwenyezi Mungu ni mzuri, apenda vizuri, apenda mtu avae vizuri, ale vizuri, viatu vizuri, kataji mahala pazuri. Al-kibru, tunakwambia al-kibru batarul haqi wa ghamtun nas. Kibri ni kukataa haki na kuwadharau watu. Hiyo ndio maana kibri. Mtu ajiangalie mwenyewe, haki ni haki, ni hii. Usiangalie haki imetoka kwa nani au alisema nani. Madamu ni haki, uiamini haki ile. Madamu ni haki, uikubali. Nikikataa kuangalia kwani nani hu, kwani mimi sitaki kama ni haki, sitaki, basi mimi nitakuwa na kibri. Wa ghamtun nas, na kuwadharau watu. Kama ule mtu mmoja alikuwa kila mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bwana Mtume akila kwa mkono wa kushoto,
Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, kul biyaminika, kula kwa mkono wa kulia, kwa mkono wako wa kulia. Akamjibu Mtume akamwambia, siwezi kula kwa mkono wa kulia, na ili hali aweza. Mtume akamwambia, mastata'ta, na wewe kamwe hutoweza kula kwa mkono. Hakuna kilichomziwilia kula kwa mkono wake wa kulia isipokuwa ni kibri, na Mtume akamwambia, na wewe hutoweza kamwe kula kwa mkono wa kulia. Basi hakuweza kuinua mkono wake kupeka katika kinywa chake. Baada Mtume akamwambia, baada Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, nawe kamwe hutoweza, na ulipoza hapo hapo ule mkono wake, kwa sababu kufanya jeuri ni kibri mbele ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nini alikataa haki? Haki ni kula kwa mkono wa kulia, na Muislamu ndio yafaa ale kwa mkono wa kulia. Haya ndio mafundisho yetu sisi, Uislamu uliotufundisha. Ndipo utaona ule bwana, ule mtoto wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Abi Salama asema, nilikuwa ni mtoto mimi nikilelewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati wa kula mkono wangu ukitembea katika ile sahani hautulii huku na huku. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamfundisha kijana kama huu, akamwambia, ya ghulam samillaha, ewe kijana, wakati unapotakapokula sema bismillahi. Ndio Muislamu pale akitaka kula aseme bismillah. Ukisema bismillah, shetani usamwambia wenzake, haya twendeni, hakuna mahala pa kula hapa. Ukitawala tu bila bismillah, shetani hula na wewe. Kwa hivyo mafundisho ya Kiislamu yaliyo mazuri. Bwana Mtume akamwambia, wewe kijana, sema bismillah, sema bismillah. Wa kul biyaminika, na ule kwa mkono wako wa kulia. Wa kul mimma yalika, na ule ile sehemu yako, usipeke mkono huku na huku. Sababu ikiwa chakula ni wali tu, sasa mkono wapeleka nini na wali wote pale katika ile sahani? Ikiwa katika ile sahani kuna zakula tofauti tofauti, ngine ziko huku, ngine ziko huku, kila chakula mbalimbali tofauti tofauti, waweza. Lakini chakula kimoja wapekeleaji mkono kawa huzunguka unakwenda huku na huku. Kwa hiyo mambo ya kiburi ni mambo mabaya, mambo maovu. Kukataa haki na kumdharau mwenzako. Ukandharau mwenzako kwa rangi yake, ukandharau mwenzako kwa kazi yake, ukamdharau mwenzako kwa kabila yake, ukandharau mwenzako kwa mapato yake, au kwa kimo chake, au kwa lolote, ikawa imekuja moyoni kumdharau tu mwenzako, basi mimi nitahesabiwa mimi nina kibri. Na kibri ni kitu kibaya. Inna Allaha la yuhibbu almutakabbirin, Mwenyezi Mungu hawapendi wenye kufanya kibri. Kibri ni sifa ya shetani, ni sifa ya Mwenyezi Mungu, ni nguo ya Mwenyezi Mungu. Ukitukua huwa umempoka Mungu sifa kama ile. Anayestahiki kuwa mutakabbir huwa Allah. Basi lazima tuwe wanyenyekevu. Mwenye kunyenyekea Mwenyezi Mungu humuinua, na mwenye kufanya kibri Mwenyezi Mungu humteremsha chini. Ni wangapi walofanya kibri wakajiona kwa mali yao, kwa rangi yao, kwa sura zao, kwa miji yao, kwa cheo chao? Wako wapi? Mwenyezi Mungu aliwaunja. Na ni wangapi walikuwa wanyenyekevu wakanyenyekea, wakawa watuifu, wakawa ni wanyonge kwa wenzao, wakafa wanyonge kwa Mola wao na kwa wenzao? Angalia, Mwenyezi Mungu aliwainua. Kwa hiyo sifa ya tawadhu ndio sifa ya Muislamu, ndio sifa ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio sifa ya masahaba,
ndio sifa ya salafu na salih, na sisi tukitaka kufaulu kwetu ni lazima tuwe minal mutawadhiina, katika wenye kunyenyekea. Mwenyezi Mungu atujalie ni katika wenye mutawadhiina, wenye kunyenyekea, tusiwe minal mutakabirina, watu wenye kibri. Kibri hakina faida, bali ni hasara kwa mwanadamu anapojipamba na sifa kama hii ya kibri. Wanyonge wote, kila ukisoma walikuwa wanyonge, walofanywa wanyonge na wakidharauliwa, si lolote si chochote, ndio walopanda. Mwangalie Bilal, mwangalie Ammar, mwangalie Salman al-Farisi, mwangalie Suhaib ar-Rum, mwangalie huyo na huyo. Hawa wale walikuwa wanyonge wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakifanya si lolote si chochote. Mwangalie na wale walofanya mapopari, mwangalie Abu Jali, Utba bin Rabia, Walid bin al-Mughira, Shayba na wengineo, walikuwa wajiliojiona wakawa huwadharau hawa wanyonge. Leo hawa wanyonge tuwaangalie wena cheo gani mbele ya Mwenyezi Mungu. Ni wale ambao kwamba wakitajwa kusema radhiyallahu anhu, wale mapopari waliojiona wakitajwa kusema la'natullahi alayhi. Ni lipi lilowainua hawa na ni lipi lilowaangusha hawa? Lilowainua hawa ni ile imani yao kwa Mola wao na vitendo wao vizuri na tawadhu yao. Lilowaangusha hawa ni kile kiburi chao na kuona kwao na kupinga kwao, ndilo lilowaangusha hawa. Kwa hiyo muhimu, ndugu yangu, tuweni watu wenye kunyenyekea, wanyenyekevu kwa Mola wetu subhanahu wa ta'ala, wanyenyekevu kwa ndugu zetu. Mtu asimdharau mwenzake kabisa kwa njia yoyote. Lazima ujione chini, ujione wewe ni mdogo. Utakuwa wewe wajiona ni mdogo, lakini ni mkubwa kwa watu. Kullu dhalika, yote hayo yaliyotajwa, maamrisho na makatazo, kana sayyi'uhu inda rabbika makruha, ubaya wake ni wenye kuchukiza kwa Mola wako mlezi. Dhalika mimma auha ilayka rabbuka min alhikma, haya ni miongoni katika hikma ambayo alokufunulia Bwana wako. Wala taj'al ma'a Allahi ilahan akhar, usimfanyie Mwenyezi Mungu mwingine. Fatulqa fi jahannama, usije ukatiliwa ukatumbukizwa katika moto wa Jahannam. Maluman, ukawa ni mwenye kulaumiwa. Madhuran, ni mwenye kufukuzwa mbali na rehema ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu atujalie minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.